wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun, yani ni wanadamu katika utumishi kwenye dunia hii ya Allah, wao walikuwa ni watu wa kiwango cha juu, watu wa daraja la kwanza, hao ndo mukarrabun, first class, wenye ufaulu mkubwa, hao ndo mukarrabun, wanadamu ambao siku ya kiyama hadhi zao zitakuwa ni za juu, wamefanya vizuri upande wa dini ya Allah. Kwa hiyo tuanze kwenye hiyo aya ya 18, tafsiri yake. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitaba al-abrari la fi illiyin. Kalla ni harfu, ni neno lenye harufu tatu, maana yake rad'un wa zajarun. Kama kuna mtu kaghafilika, haelewi, neno hili linamfanya azinduke. Bwana, hebu amka, zinduka. Wazajarun, kama kuna mtu anakosea, anafanya mistakes, likitumika neno hili akaambiwa maneno, maana yake ndo anagombwa, koma, acha hiyo tabia, haifai. Ndo inavyotumika kalla. Kalla maana yake acha, hapana, sivyo, amka, zinduka, fahamu. Ai maana yake laisa al-amru kama yazumuna, haya mambo hayako kama wanavyodai wao watu. Wana watu wenye maisha duniani wanasema hata kama iko hiyo siku ya kiyama, tujalie kweli tutafufuliwa. Hata tukifufuliwa sisi ndo viongozi, si ndo wa juu tu. Kama kuna pepo kama mnavyodai, sisi ndo tutastahiki kukaa huko peponi, sio nyie. Kama alivyosema yule mtu wa bustani kwenye suratul Kahfi, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Anamwambia mwenzake ustazi alikuwa anamkumbusha, bwana, muogope Mungu, hizi neema ulizopewa zitumie kwenye njia za kheri. Anambia, wewe utakaa na dini yako hivyo hivyo, ndio maana uko nyuma, huna maendeleo. Akamshika mkono akampeleka kwenye mashamba yake, anamkaguza kwa fahari kabisa, akasema maneno matatu ya kufuru, lakini mwenyewe anajiona yuko sawa tu. Neno la kwanza akasema, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wewe unakaa na dini, hufanye kazi, hujitumi, njoo uangalie mwenzio nilivyo na maisha. Akamuingiza kwenye shamba lake, akaambia, sitegemei katika maisha yangu kama ili shamba litaharibika siku moja, usikie miti imekufa, sijui haina mazao, uzalishaji umepungua, mwenzio ninajituma. Maana huona mtu aliye na maendeleo, yale maendeleo kayapata kwa akili yake, wakati kazaliwa hana akili. Humsahau yule aliyempa akili. Kwa hiyo kauli ya kwanza yule bwana akasema hivyo, sidhani kama mashamba yangu kuna siku yatasitisha uzalishaji na miti yake itakufa. Mashamba Allah kayasifia, yana mito, anamwagilia maji mwenyewe, ardhi ina rutuba, miti imestawi, mazao kede kede, mwenyewe anajifaharisha kama anazalisha yeye. Kauli ya pili akasema yule bwana mkulima, wama adhunnu saata qaima. Nyinyi mnajitisha kuna kiama, mimi sidhani kama kuna hicho kiama kweli, na uhakika hakuna hiyo habari ya kiama. Nyinyi watu wa dini mnazusha maneno, kutishana tu. Kiama, hakuna kiama chochote, mambo ya upuuzi, hadithi za watu wa zamani. Lakini kauli ya tatu anasema, wala irruditu ila rabbi, tuseme tujalie kiama kipo, mimi nikifufuliwa nikarejeshwa kwa huyo Mola wangu, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitakuta bora zaidi kuliko hivi nimeshaekewa. Hivi vyangu, ardhi yangu, shamba langu, mali zangu,
Atatumia nani mwingine na vitu ni vyangu? Kama maisha yanajirejea, nikirudi mtarudi na vyangu. Fa uhita bithamarihi, shamba lake na mazao yaliyomo yakazungukwa na uwezo wa Allah. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, Allah kamtia adabu kwa kumharibia shamba lake lote. Siku ya pili yake akapambazukiwa na siku, anapita akazungumza peke yake njiani, anageuza geuza mikono yake hivi na hivi, wala hujui anaongea na nani. Kawa chizi fresh. Ala ma anfaqa fiha, anasema peke yake kwa kuzingatia gharama anazotumia kuendeshea shamba, halafu hasara aliyoipata from nowhere. Wayaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada, karealize mwishoni kwamba kosa lake kamkufuru Mungu, akaja akasema ya laiti nisingemshirikisha Mola wangu na yeyote. Kwa hivyo hili neno hutumika kala kwa watu kama hawa wanaopima mambo kinyume nyume. Akijiona ana uwezo hataki kuamini kuwa kawezeshwa. Akijiona anapumua, anavuta pumzi, akiingiza na kutoa, hataki kuamini kuwa yuko anayemhudumia huduma hiyo. Hujiona na afya, mimi sio kifefe kama wewe, anajisifia yeye afya bila ya kumjua anayemtunzia afya yake. Anajisifia mali, pesa bila ya kujua kwamba huu ni mtihani karuzukiwa na Mola wake kupimwa. Yani Mungu husahauliwa. Sasa hapa aya inatufunza mambo mengi, lakini twende taratibu. Kala, hebu zindukeni mufahamu, inna kitaba al-abrari, hakika ya kumbukumbu za rekodi za matendo ya watu wema, la fi illiyina, zinahifadhiwa kwenye illiyin. Shekhe anasema kalla rad'un wa zajarun, kama tulivyosema. Hii kalla maana yake ni harufu au ni neno la kumzindua mtu aliyeghafilika au kumgomba yule anayefanya vibaya. Na maana yake kwenye aya hii Allah anakusudia kufikisha ujumbe kwa viumbe wake. Anatuambia laisa al-amru kama yazumuna, haya mambo hayawi kama wanavyodai watu hapa duniani. Kwani watu wanadai nini? Min musawati al-fujari bil abrari, haiko hivyo kama mnavyodhania kwamba mpaka siku watu wakifufuliwa wale waliofanya maovu na waliofanya mema watakuwa vile vile tu, sawa sawa hali yao kama walivyokuwa hapa na kule ikawe vile vile. Kama hapa alikuwa tajiri, yuko well off, hata akifufuliwa anafufuliwa na mali zake. Kama wewe hapa lofa huna kitu, hata ukifufuliwa unakuwa mnyonge hivyo hivyo. Ndio wanavyofikiria. Lakini Allah anasema sio hivyo. Allah ana mambo yake ambayo hayo ndo vigezo vya nani katenda vyema na nani kaharibu. Kumbukumbu za hivyo vigezo zinatunzwa mahala tofauti. Yale ambayo kwa upande wake yeye Allah ni maovu, anayaweka mahala mbali, bila ya nyinyi kujua, kwa sababu wenyewe maovu yenu mnayafanya ni mema. Mnafanya na huku mnajipongeza na mnachekelea. Yeye ndo ana vigezo vyake, hili ni ovu, sipendi. We hujui, unaona uko sawa tu unafanya. Na lile lililohimizwa sana, mtu akasema mimi sioni faida yake, akalidharau. Kile kitendo cha kulidharau lile ambalo umeambiwa ni jema pia ni kosa, ni uovu. Rekodi ya kuacha kwako lile ulilowajibishiwa inatunzwa, umekosea. Mwenyewe unajiona uko sawa tu, huswali, hutoi sadaka, hufanyi kheri, unajiona uko sawa tu, lakini huku kunatunzwa kumbukumbu, umekosea. Kwa hiyo yule ambaye kajitahidi hapa kufata utaratibu akafanya vyema, hawezi kuwa treated sawa sawa na yule ambaye hapa kaharibu kwa kufanya atakavyo, hakufanya vyema. Msije mkafikiria kama mnavyoishi hapa na mkifufuliwa ndo mambo yatakuwa hivi hivi.
Wami wako wa hapa, ukiamka kutoka kaburini unaamka nao, sio hivyo. Laisa al-amru kama yazumuna, hili jambo haliko kama wanavyodai hawa watu. Min musawati al-fujari bil abrari, ya kwamba watu hivi wanavyoishi hapa watafufuliwa hivyo hivyo sawa sawa. Wema wa hapa watakuwa wema huko, na waovu wa hapa watakuwa waovu huko. Yule ambaye anaitwa hapa mkorofi, wanafikiri na huko akiamka atakuwa mkorofi vile vile, na yule ambaye hapa anaitwa sayyid, wanafikiri akiamka pia atakuwa sayyid. Sio hivyo. Bal kitabuhum fi sijjini, uhakika uhalisia ulivyo, muelewe kwamba kumbukumbu za hawa watu waovu zinawekwa kwenye jalada mbali, kwenye sijini. Mtu anajenga nyumba 8, hazikai zote, anakaa kwenye nyumba moja katika hizo 8, na hiyo nyumba moja anayokaa yeye ana chumba chake kimoja anacholala na kitanda kaweka pembeni, nafasi nyingi imebaki. Chumba cha saizi yake ni mwanandani hatilii kabati wala dressing table. Sasa pale ndo patakapo define huyu ni nani. Kama alikuwa ni katika watu wa iliyin, anaanza kupata bashrafu ya rehema zake Allah na neema zake pale, na kama alikuwa ni katika watu wa sijin, atapata bashrafu pale ya shari za mambo aliyoyatanguliza, kama tunavyoambiwa alqabru imma rawdatu min riyadhil janna au hufratu min hufari nar. Kaburi inaweza ikawa ni bustani miongoni mwa bustani za peponi, yani anayezikwa pale kama ni mtu wa kheri huona neema alizoandaliwa, anaishi maisha ya barzakhi vizuri, na kama alikuwa ni mtu wa shari akiingizwa pale huona shari ambazo zinamkabili baadaye, na pale ndo kituo cha awali cha kufikia katika safari ndefu ya akhera. Kwa hiyo hawawi sawa sawa, hawatakuwa treated sawa sawa watu waliofanya vizuri kwa mujibu wa matakwa ya Allah na watu waliofanya vibaya kwa mujibu wa matakwa ya Allah. Hawawi sawa kama mnavyodhania sasa hivi. Laisa al-amru kama yazumun, mambo hayako kama wanavyodai watu. Min musawati al-fujari bil abrari, katika kuwafanya wawe sawa sawa watu waliofanya maovu fujur na waliofanya mema. Bal kitabuhum fi sijjin, lakini kumbukumbu za waovu zinawekwa kwenye jalada linaloitwa sijjin, maktaba yao hiyo mbali. Wa kitabu la abrari, na kumbukumbu za watu wema fi iliyin, zinatunzwa mbali kwenye iliyin. Jambo lililofikia kiwango cha kwenda huko ndo linapelekwa huko, na la kiwango cha kwenda huku litawekwa huko. Wa huwa, na hapo iliyin makanu na alin, ni mahala patukufu, mahala penye sharafu. Makanu na alin musharraf, ni mahala pa juu patukufu penye ubora. Fi a'la aljanna, na hiyo iliyin iko katika daraja ya juu peponi. Huko peponi ndo kuna masjala hiyo inayotunzwa kumbukumbu za watu wema, matendo yao mema yanahifadhiwa huko. Qala fi tashhili, amesema shekhe aliandika tafsiri ya tashhil. Wa lafdhu iliyin, neno hili iliyin lilmubalagha, limewekwa hivyo kwa ajili ya kuonyesha upeo wa juu wa hadhi. Wa huwa, na neno hili mushtaqum min aluluwi, limetoholewa kutokana na neno aluluwu. Uluwu ni ujuu, sehemu ya juu au sehemu ya utukufu, ndo maana yake. Liannahu, kwa sababu sababun fi irtifai darajat, ni kama ngazi, means ya kupandishwa watu daraja zao. Sasa mwenye kupanda akipandishwa daraja huwa anakwenda juu, hashuki chini. Anayeshuka chini huwa anashuka kwenye darakati. Darajati ni kupanda juu, darakati ni kushuka chini.
hata kama ngazi ya nyumbani kwako, kupanda juu